kusikia neno la Mungu. Amseme amen. Amen. Kama mnampenda naomba mpokee kwa furaha na maneno. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Nawapenda sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mchungaji kiongozi na wazee wa kanisa, waimbaji wote na Wakristo wote, Bwana Yesu asifiwe. Nafurahi leo kusimama na nyie na kusema neno kwa ufupi. Naamini Mungu ataenda kutubariki. Niseme tu, kanisa ni nini? Kanisa ni nini? Ni maana halisi ya kanisa. Kanisa ni muunganiko wa watu wenye imani moja waliokubaliana kufanya au kwenda kwa pamoja. Ndio maana leo wakati mtu mmoja amesimama hapa, wakati anaulizwa anasema nimeungana na nyie. Kwa hiyo kanisa la Mungu ni muunganiko wa watu wengi mbalimbali. Ndio maana tuna wazee wa kanisa, tuna waimbaji, tuna wazee, tuna akina mama, kuna vijana, kuna kila aina, wote wako kanisani. Huu ni muunganiko, lakini wenye imani moja. Imani ambayo pia ina miiko, kwa sababu ukienda kuna katiba ya kanisa. Katiba hii imetengenezwa iwe mwongozo wa kuliongoza kanisa. Lakini leo mimi nitafundisha makubaliano na uelewano yakiwemo ndani ya kanisa na mapatano. Katiba ile pale anayo. Hii hapa. Huu ndio mwongozo wa kanisa letu la Pentekoste. Ukisoma hapa utapata nini maana ya kanisa la nini? La Pentekoste. Na mwongozo huu ulitengenezwa na wasomi. Wamekaa, wakautengeneza, wakaandika, wakasema tutaenenda kwa njia hii. Lakini kila mahali kuna sehemu. Ndio maana hapa tuna mchungaji kiongozi wa sehemu, tunayo waungu. Ana wasaidizi wake. Yuko mwalimu hakimu, yuko na tunda. Hawa ndio wasaidizi. Lakini katika muungano wao wametukusanya sisi sote. Na bado wanaendelea kutusaka. Ndio maana kila mtu anaenda anahubiri, mtu anaokoka, anakuja, anaungana na imani tulionayo, tunaendelea kwenda pamoja. Ukienda kwenye makanisa mengine, kila watu wana misingi yao. Msingi wa kanisa la Pentekoste, zamani wakati tunaokoka, mchungaji anajua, mimi nilikuwa naamini kwenye dini tajiri haendi mbinguni kabisa. Hicho ndicho nilichokuwa naamini. Tulikuwa tunaimba wimbo moja ambao ulikuwa unasema matajiri wote, matajiri hatutawaona katika siku ya mwisho. Alisema nani? Alisema na Yesu Mesia. Katika mwamba ndiro. Walisema hivi kwa sababu inawezekana tulikuwa bado hatujajua msingi. Maana yake tulikuwa bado kanisa changa. Lakini baadaye tukajua ili kanisa liwe na nguvu, lazima uchumi uwe mzuri. Lazima kanisa liwe na uchumi mzuri. Uchumi mzuri wa kanisa unatokana na Wakristo wenyewe. Uchumi wa kanisa unatokana na Wakristo wenyewe. Nasoma. Lakini mtu mmoja jina lake Anania
pamoja na Safira mkewe aliuza mali. Aliuza mali. Kwa nini aliuza? Safira na mke wake, kwa nini aliuza? Aliuza mali alizokuwa nazo. Endelea. Akazuia kwa siri sehemu ya thamani yake. Akazuia kwa siri sehemu ya thamani ya mali alizouza. Aliuza 100,000. Makubaliano, walikubaliana wapeleke kile chote walichouza, wapeleke kanisani. Si ilikuwa kanisa hilo? Endelea. Mkewe naye akijua haya, na mke wake alijua, akaleta fungu moja akaiweka miguuni pa mitume. Subiri kidogo. Kaleta fungu moja, kalileta mbele ya wazee wa kanisa. Zamani walikuwa wanaitwa mitume. Kweli au sio kweli? Akina Hugu hawa na akina Hakimu na mzee huyu walikuwa wanaitwa mitume. Walikubaliana, wakauza. Makubaliano yaliyokuwemo kanisani yalikuwa tupeleke vyote tutakavyouza kanisani. Walielewana, kila mtu akauze sehemu yake. Anania na mke wake wakauza, wakapata kile walichokipata, wakakubaliana na mke. Si inawezekana hata sadaka mliongea na mke wako leo jioni? Wangapi huwa wanajadili sadaka wanapopeleka kanisani na mke wake? Wangapi wanachukua tu, iko wapi? Hii hapa, twende. Anaweka mfukoni. Mke anamuuliza, wewe umechukua sadaka wewe? Nimechukua. Shilingi ngapi? 1,000 iko hapa. Wangapi wanafanyaga hivi? Nasoma. Lakini mtu mmoja jina lake Anania pamoja na Safira mkewe aliuza mali. Aliuza mali. Kwa nini aliuza? Safira na mke wake, kwa nini aliuza? Aliuza mali alizokuwa nazo. Endelea. Akazuia kwa siri sehemu ya thamani yake. Akazuia kwa siri sehemu ya thamani ya mali alizouza. Aliuza 100,000. Makubaliano, walikubaliana wapeleke kile chote walichouza, wapeleke kanisani. Si ilikuwa kanisa hilo? Endelea. Mkewe naye akijua haya, na mke wake alijua, akaleta fungu moja akaiweka miguuni pa mitume. Subiri kidogo. Kaleta fungu moja, kalileta mbele ya wazee wa kanisa. Zamani walikuwa wanaitwa mitume. Kweli au sio kweli? Akina Hugu hawa na akina Hakimu na mzee huyu walikuwa wanaitwa mitume. Walikubaliana, wakauza. Makubaliano yaliyokuwemo kanisani yalikuwa tupeleke vyote tutakavyouza kanisani. Walielewana, kila mtu akauze sehemu yake. Anania na mke wake wakauza, wakapata kile walichokipata, wakakubaliana na mke. Si inawezekana hata sadaka mliongea na mke wako leo jioni? Wangapi huwa wanajadili sadaka wanapopeleka kanisani na mke wake? Wangapi wanachukua tu, iko wapi? Hii hapa, twende. Anaweka mfukoni. Mke anamuuliza, wewe umechukua sadaka wewe? Nimechukua. Shilingi ngapi? 1,000 iko hapa. Wangapi wanafanyaga hivi?